Haya. Praise the living God. Nashukuru Mungu sana kwa sababu ya siku hii ya leo. Mungu ni mwema kila wakati. My viewers all over the world, niko hapa nyumbani, tumerelax, tumetulia tuli, maana Mungu ametenda mambo makubwa katika maisha yetu. Nikiwa hapa, naomba Mungu pia nawe akutendee mambo makubwa sana. Lakini kabla sijafikia hapo, majina yangu ni Ken Junior TV. Niko hapa na Apostle, baba yangu, ndugu yangu, rafiki yangu. Ukituona sisi umeona Mluya, ukiniona hapa umeona Mluya, na ukimuona yeye umeona Mluya. Naomba tu kwa dakika chache, ana neno la himizo na anakukusalimia hapa. Anataka kusalimia na anataka kwambie kitu ambacho kitakusaidia. There's a day aliniambia jambo likanisaidia. Huyu mwanaume aliyeniambia kitu kikanisaidia. Naomba kwambie jambo pia nawe likakusaidia. Sijui ataanza vipi, lakini venye ataileta najua kwamba utapokea na utabarikiwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Apostle, asante sana. Karibu sana. Salamia watu wa Mungu. Amen. God bless you. Wahubirie, wape mafundisho. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa Join TV ya Ken Junior. Amekuwa baraka, amekuwa mwana katika huduma, amekuwa ndugu, amekuwa rafiki. Leo ameamua kututembelea hapa nyumbani, hapa ni nyumbani. Na najua kwamba ni mtumishi wa Mungu. Mungu anatenda jambo kwa maisha yake. Anambadilisha pia, anabadilisha huduma yake. Basi nadhani kuzungumzia mambo mawili tu yenye itakusaidia pia wewe katika maisha yako na huduma yako na kazi unayofanya kwa mikono yako. Maandiko yanasema anayemtegemea mwanadamu amelaaniwa, lakini anayemtegemea Mungu amebarikiwa. Kwa hivyo ni vizuri sana katika maisha haya tuweze kumtegemea Mungu. Kwa maana tukimtegemea Mungu tumebarikiwa. Kuna situation yenye unapitia right now, na tukiwa kwa hii TV ya Ken Junior, ni kwamba ondoa focus kwa kile kinachopitia. Either ni magonjwa, ondoa focus kwa magonjwa. Either hauna kazi, ondoa hiyo focus kwa kazi yako. Sasa focus kwa mwenye kazi, maana mwenye kazi ni Mungu. Daktari ni Mungu. Anayeinua watu kutoka chini. Anasema, Biblia inasema Mungu anatuinua sisi kutoka chini mavumbini. Anatukalisha na wafalme. Hiyo ni kumaanisha Mungu anajali hata watu walio chini. Mungu anajali hata yule mtu mwenye hana chakula saizi, mtu mwenye hana tumaini. The reason why Mungu ameweka watumishi wake ni kukusaidia wewe ili kuweza kufanikiwa. Na ndio maana ameweka watumishi wake ili waweze kukusaidia wewe, waweze kukutetea wewe. Kwa maana anataka umtumainie yeye kupitia watumishi wa Mungu. Kuna hali fulani unapitia, usipige tu simu, Mungu atakusaidia na utafunguliwa. Maana amepeana watumishi neema ya kukufungua. Mungu akubariki. Tumainia Mungu. Huu mwezi mtumainie Mungu, uone kile atafanya kwa maisha yako. Mambo makubwa yatabadilika. Utatuandikia message utuambie, hakika watumishi wa Mungu, nimebadilisha mawazo yangu, nimtumainia Mungu. Already mambo yangu ya maisha yamebadilika. Basi Mungu akubariki. Nimekusalimu Apostle Jacob Shinya. Kwa hiyo hapa ni mtumishi wa Mungu Ken. God bless you. Shalom. Anaitwa Apostle Jacob Ojiam wa kanisa la Jesus